Nasema ni asante kwa siku ya leo. Mungu umetujalia ili tuweze kusanyika katika nyumba yako ili tukainue jina lako kwa kutukuza. Tunasema ni asante kwa sababu kuna wengi wanatamani siku ya leo kuwa katika nyumba yako na hawakuwahi. Ushemelee, tuomba kutubariki, ufungulie, tueleze katika njia zako, katika kila jambo tunakabidhi mikononi mwako ili Kristo aweze kubariki na kukuongoza na kutuonyesha njia ambao tatupeleka katika uzima wa milele. Tunasema ni asante Bwana, bariki kila mmoja wetu, ongea nasi shemale, tunapo encourage one another, tunapohimizana shemale, jina lako litukuzwe. Naomba tukaendelea kwako na kwa pamoja nasi na utatubariki ni katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi. Asante sana. Naomba tuketi. Siku ya leo na shukrani kuu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu wa kutujalia kuwa katika nchi ya Tanzania na zaidi kwa mara yangu ya kwanza kuhubiri kwa Kiswahili. Miaka nyingi, lakini nashukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwaminifu, atanisaidia na nyinyi pia mtanisaidia, sivyo? Haleluya. Hivi kabla sija soma ama pia ingiaba somo letu, ningependa pia kukaribisha ndugu yangu tulioambatana naye aweze kuwasalimia. Bwana asifiwe sana. Usiende huko aniulize mchungaji, mbona umetupatia nafasi? Tumeandamana pamoja, ni upendo mkuu wa Yesu Kristo kutupatia nafasi ya kuja mpaka hapa na kuongea neno lake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina anajulikana ama inafahamikana kama Atsiaya Onzere. Mimi ni mkaaji wa Kajiado huko Kenya, na nimeshukuru kwa Mungu kunipa hii nafasi kuja na kushiriki pamoja nanyi. Mungu awabariki sana. Amen. Thank you so much. God bless you. Bwana akubariki sana ndugu yangu. Na nataka nitoe shukrani zangu kwa mchungaji ambao ni kiongozi wa hii area ambao ni Maricha. Amen. Thank you so much. I honor you, man of God. Nakushukuru sana. I honor you. We use that one in heshima, and I honor all those who serve with you. Thank you so much for giving me this opportunity. Yaani asante sana kupatia mimi nafasi ili niweze kuongea nanyi. Naomba ya kwamba Bwana atatusaidia. Kwa majina naitwa Bishop Benson Zao. Mimi ni kiongozi wa kanisa la Abundant Life Uzima Tele huko Kenya. Tuko na makanisa kadhaa na Mungu ametujalia na tunamshukuru. Bwana asifiwe sana. Lakini hatuna kanisa iko na umati kama huu. Kwa hivyo nimesimama mbele zenu nikiwa na mshukuru Bwana kwa kuwawezesha ili kuungana pamoja na kuwa watu ambao wanapenda Mungu. Bwana asifiwe sana. Mimi niko Tanzania kwa mwaliko wa African Evangelistic Enterprise. Ndugu mchungaji ameshawaambia ya kwamba tumekuja watu wengi kutoka sehemu tofauti. Tuko na watu kutoka Malawi, Botswana, Uganda, yani so many of them. Na sisi sote tumekuja na lengo letu ni Arusha imrudie nani? Mungu. Na hivyo ninaomba ya kwamba kwa wakati tutakuwa hapa utusaidie. Bwana asifiwe sana. Tunataka tuwaambie watu Yesu yuarudi na wakuwe tayari. Mtu yule hatapatikana akiwa katika hali ya kuwa tayari, sisi hatuna lingine, tutakuwa tumeshawaambia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo naomba niweze kusoma neno, najua sina muda mrefu na mimi sio mtu wa kuongea kwa muda mrefu. Naomba nisome maandiko ili tuweze kuona siku ya leo ni nini Bwana ametuandalia. Na kama nitaruka mahali yoyote ambao
ambatani na vile mnafanya, mnisamehe. Naomba kama nitatembea, naomba ruhusa kwa madhabahu niingia huko, nitembea hapo, mnisamehe. Mseme naye huyu anafanya, mchungaji wetu hafanyagi hivyo. Kwa hiyo nimeomba mapema ili katika kila hali mweze kufanya nini? Kunisamea. Bwana asifiwe sana. Lakini naamini ya kwamba Mungu atatubariki siku ya leo. Sema nitabarikiwa. Nitabarikiwa. Makusudi ya Mungu itakuwa ndani ya maisha yangu. Makusudi ya Mungu ni kutubariki. Amen. Hayo wewe amini, leo ni siku yako ya kubarikiwa. Zile vitu umeomba na hazijatimika, ambia Mungu ni leo. Haleluya. Nitajaribu kuwa mpole. Huko kwetu tunakuanga violence. I don't. Tunakuanga watu wa tuna ile ni fire nafikiri. Lakini wacha nikuwe mpole niweze. Bwana asifiwe. Somo letu linatoka katika kitabu ya Kutoka chapter mlango wa 3 mstari wa 7 mpaka wa 9, na nitaomba nisomewe kwa Kiswahili. Haleluya. Kutoka mlango wa 3 mstari wa 7 hadi ule wa 9. Ninasoma kwa msaada wa Bwana. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperezi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Leo nataka tushiriki mwenendo wetu wa kuenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Wakati wa wana wa Israeli, Mungu alipotuma Musa aende akawaambie ya kwamba kuna mahali vazuri ama kuna a good land, yani nchi nzuri sana inayotiririka maziwa na asali, na akasema sasa nyinyi nataka niwaambie kitu moja, ya kwamba msijali matamshi yangu, mnisamehe. Mimi kwanza ni Mkamba, hata huko sitamkangi vitu vizuri. Kwa hivyo wewe ukisaelewa na maanisha nini, ichukue hivyo na uipokee. Bwana asifiwe sana. Akaona yani kule Misri kulikuwa na watu wa Mungu. Kulikuwa na unabii ya kwamba mtaishi huko lakini nitawatoa. Bwana asifiwe sana. Na wakati ukafika, Mungu akatafuta mbinu na njia ya kutoa wanawake huko Misri. Biblia yatueleza, tukisoma katika hiyo kitabu cha Kutoka kuanzia hapo mwanzo, tutaona ya kwamba Mungu aliongea na Musa. Kwa njia gani? Musa yeye alipofanya madhambi huko Egypt akatoroka. Bwana asifiwe. Najua mnajua story. Bwana asifiwe. Najua wengine wetu ni wasomi na tumesoma Biblia. Alafu siku moja akajua ya kwamba mimi sio Mmisri na ninatamani kutenda mapenzi ya Mungu kwa sababu mama yake alimfundisha. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio vizuri na ndio mzuri wa mama zetu. Bwana asifiwe sana. Dadi anaweza kuwa pale lakini mama ni mchungaji nyumbani. Amen. Akamwambia hata hivi, unaona vile unasherekea katika ufalme, vile unaendelea vizuri, wewe sio Mmisri. Bwana asifiwe sana. Wewe ni Mwebrania. Amen. Sisi ni Waebrania. Amen. Sisi ni watu ambao ni wa ukoo wa Mungu. Amen. Na anahitaji sisi tutumikie yeye kwa njia inayofaa. Amen. Ametupatia amri zake, ametupatia njia zake, sisi tunaweza kufuata. Na aliwapatia Musa kama kiongozi. Na sisi tuko na viongozi, tuko na watu Mungu ameweka mbele zetu ili waweze kutuelekeza, waweze kutusaidia. Bwana asifiwe sana. Ni ya muhimu sana kusikia
kusikiza watumishi wa Mungu, kwa sababu hakuna mwingine atatoka mbinguni akuje kukuelekeza, ni hawa Mungu amechagua. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri tukue wanyenyekevu, tukue watu wa kutii, ili tuweze kufikia mwito wetu. Amen. Katika somo tulilosoma tunaona Musa hapa akiongeleshwa na Mungu. Mungu ameteremka. Unaelewa ya kwamba Musa alikuwa analinda ama anachunga flock wanyama. Alikuwa ameenda kwa mjomba wake analinda wanyama, na siku hiyo ni siku ilikuwa maalum kwa Musa. Bwana asifiwe sana. Biblia yasema alipokuwa aligeuka akaona kichaka inafanya nini? Inachomeka. Na it was haikuwa ilikuwa inawaka moto lakini haichomeki. Bwana asifiwe sana. Yeye akashangaa, hii ni nini? Na akasema let me turn aside, wacha nigeuke nione ni nini. Bwana asifiwe sana. Ujue alikuwa ameelezwa habari za Mungu wa Waebrania. Bwana asifiwe sana. Alipokaribia ile kichaka ilikuwa inachomeka, akasikia sauti. Bwana asifiwe sana. Kashangaa. Nafikiri kama ni mimi angalia kuna moto karibu. Hata hapa ni kondoo tu niko nazo. Hii sauti inatoka wapi? Lakini Mungu wa mbinguni alikuwa na makusudi. Pile hapo na makusudi juu yako na juu yangu. Amen. Bwana asifiwe sana. Hapo Mungu akafanya nini? Akamuongeleza. Alipokaribia kuona ni nini, Mungu akamuita. Alipoitika, Mungu akamwambia toa viatu zako, sandals. Remove your sandals. Bwana asifiwe. Because mahali unaposimama, kwa sababu mahali unaposimama ni patakatifu. Amen. It was there. Mungu aliongea hiyo maneno tulisoma. Bwana asifiwe sana. Akamwambia nimeona mateso ya watu wangu walio Misri. Bwana asifiwe. Nimesikia. Kwanza amefanya nini? Ameona. Na Mungu anaonaga kila kitu ndani ya maisha yetu. Na hiyo ndio sababu tunastahili kumtafuta kila siku, kwa sababu yeye anaona. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu chochote macho ya Mungu haiwezi kuona. Usiku na mchana anakuona, ananiona. Bwana asifiwe sana. Alipokuwa juu mbinguni, akaambia Musa, nimeona mateso ya watu wangu yale wanapitia katika mikono ya Wamisri. Haleluya. Amen. Ya pili akasema nimesikia kilio chao. Amen. Hiyo wacha nikwambie. Ni vizuri kumlilia Mungu. Ni mzuri kuita Mungu, kwa sababu tusipopaza sauti yetu katika maombi, katika kumuita, tutapigwa. Atatupasi. Bwana asifiwe sana. Na ni vizuri sana tukue watu wa maombi, tukue watu wa kumuita Mungu, kwa sababu asikia na anatuona. Anaongoja tu kusikia wewe ukimuita na kumpatia mahitaji, kumweleza mateso ulio nayo. Katika ulimwengu tuko na mateso. Bwana asifiwe sana. Katika jamii zetu, watoto wetu, wazee wetu, wamama wetu tunapitia. Lakini naye Mungu aliyo juu anaona. Na anasikia tukimwambia. Bwana asifiwe sana. Anaona, anasikia, na hapo chini anasema anakuja. Alisema I will come, I'm coming to deliver you. Ninakuja kuwakomboa. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio ujumbe ya kwamba Mungu akiwa mbinguni, ndugu yangu, dada yangu, anakuona. Bwana asifiwe. Katika mateso yako anakuona. Katika njia zako safi anakuona. Bwana asifiwe sana. Na hivyo ni vizuri tukue tayari kila wakati kufanya uhusiano wetu na yeye ukue msafi. Bwana asifiwe sana. Hii safari yetu ya kwenda mbinguni ni sio rahisi. Bwana asifiwe sana. Na nataka niongee kidogo juu ya hiyo safari ya wana wa Kanaani, wa Misri ambao wanatoka, watoto wa Israeli wanaotoka Misri kuelekea Kanaani. Na hiyo ni mfano kwa safari yetu
na Kristo. Bwana asifiwe sana. Katika